economy ya Kenya itashuka zaidi ya vile iko saa hizi. Mungu amesikia kilio cha watu wake. Economy itakuwa sawa, hakuna mtu atalala njaa, hakuna mtu atacomplain. Economy ya Kenya, Mungu niambia wa Kenya na watu wake inakwenda chini. Hiyo amen ni ya mtu hajaamini maneno ya nabii. Evangelist hapa ameimba akasema 10:41 mwaminini mwaminini manabii nanyi mtathibitishwa. Tuaseme amen. Nimesikia akiniambia economy itaenda chini. Haita remain pale iko na haitainuka. Itashuka chini. Katika jina la Yesu Kristo, na Bwana atatawala. Number 4, prophecy number 4. Nataka uendange YouTube uangalie kile tunatabiri. Hakunanga tukivuka mwaka neno tunalotabiri linakosa kutimia. If you are very keen about our prophecy, ile tunapeananga. Ilionanga number 4 setups mingi za prominent people in our country. Nimeandika from what? Number 4 setups mingi za prominent people in our country from March to August and late September. Hiyo ndio nimeandika. Setups prominent people ni watu wakubwa ama prominent ni wa serikali ama ni nini? Prominent people ni kina nani? Sasa nisaidie, nimeandika units prominent people. Politician, watu wakubwa. Si ndio pastor? Niliona vitu zinakaa kama setups kutoka mwezi wa March, ni mwezi wa 3. Hadi wa 5. Wa 3. Niliona setups mingi, watu prominent people anakuwa setup inafanywa, wanakufa na inasaulika hivi, haitajulikana ni kina nani wamewaua, hivyo mpaka August and late September. Kwa hivyo tuombe, ni shimo tunahitaji kuifunika. Bwana asifiwe sana. Mimi nimesikia hiyo, mimi nimekwambia napeana kile tu nimeambiwa. Mimi ninatumika kama barua, mtu aseme amen. Amen. Number 5, 2026. Nimeandika 2026. God will honor and fight for his church. He will rise against the opposers of the church. Hii ni kumaanisha kuna vita demons zitainuka kinyume na kanisa 2026 mwaka. Mimi sijui, nimesikia hiyo tu. Kuna maroho itainuka kinyume na kanisa. Kuna watu watainuka kinyume na kanisa la Yesu 2026. Lakini nimesikia vile nimeandika, Mungu akisema atainuka kinyume na oppressors na watesi na wale wanaowafinyilia. Mungu naye amesema atasimama na kanisa lake. Na watu watainuka kupiga kanisa la Yesu. Lakini Mungu ameapa naye 2026 atasimama kutetea kanisa lake. Hata kama hakuna amina, hiyo mimi nimemaliza. Nini hiyo kelele ya pale mingi? Time ile tunadeliver vitu serious, ndio hizo tumapepo moliza, hiyo vyombo zinaleta upuzi. Sasa ni kama tunatumia generator, hiyo kelele Praise be the name of the living God. So tuombeni kanisa la Yesu. Number 6 prophecy, nimeona some of political chamas, chama nini, will break and be reformed again, yani afresh, kicking some members out. Sometimes hata mimi nasikianga vitu zinanishangaza. Political, chama za wanasiasa zingine zitavunjika, ndio kubreak, na zitatengenezwa tena afresh, na watu wengine walikuwa kwa zile chama wataondolewa. Am I making sense? Yes. If I'm not making sense, sema nonsense.
Pigia Yesu makofi. Kumbe nimejua mmemaliza kunywa chai. Bwana asifiwe sana. So kuna chama zitavunjika na zitengenezwe tena, na some members wengine watatoka, wengine waingie. Mimi si mwanasiasa. Bwana asifiwe sana. Nimeongea tu kile nimesikia. Prophecy number 6. Number 7. Nimeandika, we pray because Satanism will rise and many people including Gen Zs will join Satanism. Shetani utainuka mwaka huu sana, kuabudu kwa shetani. Nimeona mpaka vijana wengi wanajiunga kuabudu mashetani. Kama hatutaombea kanisa, tuombee watoto wetu, tuombee watu. Nimeona wanaunganika na ibada za kuabudu shetani. Sema sio mimi. Sema sio mtoto wangu. Bwana asifiwe sana. Sema sio familia yako. In Jesus name. So 2026 watu wataintroduciwa kwa shetani sana sana. Kwa hivyo kama hatutakuwa keen, people will be initiated and devil worshiping. Kuabudu kwa shetani kutahenda. Hiyo ni kumaanisha na sisi kuna standard tunapaswa kuinua ya maombi. Mtu aseme amen. Hiyo ni Prophecy number 6.